Kazi gani hiyo? Kazi gani? Uliza vipi? Wewe kila siku lazima uenda kazini. Ukija jioni hauna kitu. Hiyo ni kazi gani hiyo iliacha tuoni hata tunda. Ngoja. Usinipande kichwa wewe mwanangu. Iko hivi nimekuambia naenda kazini. Jioni nikirudi tutakuja tokea. Hawa watoto ni wiki ya pili sasa hivi. Angalia uniform yao imetoboka. Wamefukuzwa shuleni. Hawana vitabu. Unataka tuishi aje? Sasa singapata mshahara ndio wao waende shule. Mshahara gani yenye hatuoni jamani? Wewe uone angalia jinsi ulivyo. Ukuja hivi ulivyo wewe. Mimi nakuvalisha mimi mwanamke usinipande kichwani wewe. Chakula wewe wajamia chakula. Ulinileta hapa ndio unitese. Mimi nachelewa. Narudi kwetu. Mimi nimechoka sioni. Mimi nachelewa kazi. Acha za leo basi tutakula nini? Wewe vipi kwani? Acha pesa tule. Watu watakula nini basi? Sitoka kuna gani? Vipi? Hebu subiri. Wewe ni mwanaume wa aina gani? Wenzangu wanaachiwa 500, 1000. Wewe waniachia nini? Jioni. Sorry for what? Hata sikuona kabisa. Hii ni ya pili imefanyika this week. Boss. Hatuja maliza hata kusoma the previous. We have containers to staff and you're doing this. Boss samahani. Hili jambo Kabla umalize kazi yetu please. Tutamaliza yao. Sio? Go to the restroom and rest and think about what you do. My brother. Leo nimekuwa nimekuja kazini kama umechelewa. Na utenda kazi wako unaona sio ule wa kawaida vile ninakuzoea. Usijali. Acha kuongea tu usijali. Mambo yatakuwa sawa. Mambo yatakuwa sawa. Mimi nakuhakikishia. Sita. I'm here for you. Sita kwa ajili yako. Hata hakuna shida. Ikiwa kuna jambo unaweza ongea. Hakuna shida. Sawa. Mambo yako sawa. Kweli Sita? Ni mambo yatakuwa sawa. Hata usitatizike. Sisi hapa. Najua kila kitu kitakuwa sawa. Sawa Sita. Don't worry. Things will be okay. We really need to address this issue because it's a concern. We are not safe. Sasa imefanya leo kwa siku na nimezoea unakuwa usiku. Ndio shift. Na unajua tumekuwa na incident mara tatu. Na last week tumekuwa na incident ya kufanya mali. Jana tumekuwa na mtu analala kwa step. Hii kazi nataka tufanye kwa umakini. Sawa. Tufanye kwa umakini manake hii kazi inatulisha sisi na watu wetu. Na hiyo tunakuja hapa asubuhi, unaacha akili kwa geti kule, ukiingia hapo unaingia hapo. Need focus. Tunataka watu ambao wanatia bidii. Usijidii peke yake boss. Mambo ni mengi. Meja ametoka kule nyumbani hicho alizojulikana baba. Juu naona si jambo la kazi nimefanya akafanya jana. Hapo ni kweli. Ile kitu tunasema. Kama unajua unaingia kazi. Unataka leo uje kama uko full focus. Sio sawa.
Alikuwa maisha kidogo kuja ongea na mimi. Sasa mambo mentor. Okay. Ndio mtu tu kuangalia mama yake naona hii. Habari zenu tena? Tata Chemicals, through the Department of HR, they support employee wellness. It can be your physical health or your mental health. Watu wangapi kama wanafanya mazoezi? That is your physical health. Hiyo bidii unaweka kwa physical health. The same focus you should put on your mental health. When you're not safe, if you're not safe in the workplace, you will either be a hazard to yourself, your colleagues, or even to the company property. Are you aware of that? Kwa hivyo mambo ya wellness ni muhimu kuzingatia. Na hakuna mtu mwingine anaweza kukujua wewe. Hakuna mtu ataweza kusoma akili yako. Kama kuna mambo ambayo yanakusumbua, kuna zile process yenye mtu anaweza kusaidia. Ukijua una shida, una changamoto, umejaribu kumwangalia colleague wako, labda ukazungumza na yeye, anaweza kukusaidia katika ile kwa mawazo. Umejaribu hivyo? Na nyinyi ambao mnafanya kazi na wengine, ukiona mwenzako si kawaida yake, tafadhali mwite kando, zungumza na yeye. Kama unaona hayuko sawa, tafuta a third person. Una supervisor yuko kila siku, una safety officer, supervisor, unawapa msaada hawa. Naam, tunawahimiza kwamba kuna njia tofauti za kuzungumza. Pengine jambo limekukwaza nyumbani, kikazini. Kuna Madam Rose ambaye pia anasaidia katika mambo ya peer counseling. Now there are other people that you can disclose. You can only disclose to your confidence the issues you have. Umesikia? Ukiwa na jambo lolote, kuna watu ambao unaweza kuwatembelea. Kuna ofisi ya safety officer. Unafahamu safety officer yuko na sisi hapa. Kama una jambo lako na chochote unazungumza mbele ya safety officer au Madam Rose, kwa wale wanawake ambao wanaona labda tuko rahisi kumtembelea yule, ama kuna wengine wanaona kumuona mama wako rahisi kuzungumza na yeye. Ukizungumza naye, kuna communication pia kwa workplace communication. Nadhani hii ni jambo ambayo litatusaidia sana, kwa sababu wakati tunaongea hapa kazini, si kuongea tu kuhusu kazi, mpaka mambo mengine ambayo yanatuathiri kule nyumbani yanasaidia sana. Sasa lakini hayo unaweza kuwa na control wewe. Sasa uko na jambo hilo, safety officer, chochote ile unazungumza pale, it's under confidential. Ni mambo ya siri, hata toa nje. Kwa hivyo kwa huru utembelee watu, lakini kisha pia ukiona umezidiwa, mwambie supervisor on shift, leo sitaweza, niruhusu niende nyumbani. Utatue ile mambo, usilete risk kwa kazi. Sawa? Mambo ya safety inaanza na kila mmoja wetu. Kila mtu binafsi anajua jambo la safety, wewe mwenyewe ndani yako. Sawa? Work smart, go home safely.